Nimefurahi kuwaona sisi ni washindi. Nimesimama mahali hapa kumshukuru Mungu wa babangu Prophet Christopher. Nimemwona kivingine akimtetea binti yangu katika masomo. Ninayo furaha kumshukuru Mungu wa madhabahu hii, hakika anatenda. Niwatie moyo wazazi wenzangu mlioko mahali hapa, ukimwona mtoto afanye vizuri, wakati mwingine usimkatie tamaa. Unaweza ukampiga au unaweza ukampa maneno magumu, lakini uweze jua nyuma yake kuna kitu gani. Mimi mwanangu alikuwa sio kama anafanya vibaya sana, ila kwa kuna baadhi ya masomo kwake alikuwa ni changamoto kama hesabu. Sasa hivi kwa darasa la pili, lakini unakuta yani kuna zile marks anakuletea unashangaa, unasema sasa kama darasa la pili unapata hivi, je, huko mbele itawezekanaje? Itakuwa ngumu. Ikafikia mahali mpaka mimi professional ni mwalimu, lakini sasa wanasemaga kinyozi huaga hajinyoi. Kwa hiyo nikaa nimemtafuta mwalimu ambrush mahali kwenye hiyo eneo la hesabu. Nikaa namlipa kwa mwezi kama 40,000 hivi kwa ajili ya hilo somo la hesabu, lakini sikuona kama yani sikuona matunda kwa kile ambacho nilikuwa nakilipia. Basi tulipoingia huu mwaka nikasema na Bwana Yesu, nikamwambia Mungu, tunaingia 2026. Hii 40,000 ambayo nilikuwa namlipa mwalimu, naomba nifanye kazi yako. Siwezi kuwa natoa hela alafu matokeo yanakuwa yani ni vile vile. Ijumaa iliyopita shuleni kwao wanafanya mitihani ile ya kila wiki, kwa sababu inaonekana watoto wana changamoto sana ya hesabu. Kwa hiyo Ijumaa ile walifanya mtihani, matokeo yake yakawa ni Jumatatu. Akiwa anafanya vizuri kwenye maongezi yetu kama mama na mtoto, nadhani kila mzazi anamjua mtoto wake, akiwa na furaha, akiwa anapitia, akiwa na wasiwasi, kila mzazi anakuwa anamuelewa mtoto wake. Mimi mtoto wangu akiwa amefanya vibaya, yani kuna namna mpaka wewe uanze kumuuliza mitihani inaendelea, hapo unajua kuna changamoto. Lakini juzi katika zile stories zetu akaniambia, mama, nimepata A, nina average ya A. Una average ya A ya ngapi? Akaniambia 87. Na kati huko nyuma nakumbuka alikuwa mtihani wa mwisho wa hesabu tu ndio alikuwa anamsumbua. Yaani masomo mmoja anapata 98, akapata 80, akapata 85, lakini hesabu alikuwa analetea mpaka 24, mtoto wa darasa la pili. Nikasema sio kweli, nikasema nitampigia mwalimu wako hesabu. Kampigia Tichambua, nikamwambia Tichambua, ndio ananiambia nipata 87 hesabu, hivi ni kweli? Akaniambia uweze amini udogo. Akatumwapanga kwenye kufanya ile mitihani. Tumempanga na mtoto ambaye ni wa kawaida, lakini cha kushangaza matokeo yamekuja, yani ni amewapita mpaka wale ambao amempanga. Nikasema inawezekana vipi? Hapo nikaa nimesahau kama nimeshajiconnect. Yaani kuna muda unakuwa yani kihali ya kibinadamu unakuwa unasahau. Inawezekana vipi? Maana mwaka jana alikuwa na 24. Tunaingia mwaka huu alipata 87. Akaniambia ni kweli alichokuambia ni kweli. Basi nikamshukuru Mungu. Kulikuwa na somo linaitwa ni la skills, limetoka jina lake, analijua yeye, ndo lina la arts ya arts kwa wanasema kwa mfumo wa medium, sijajua kwa huku nitalekaje, lakini kwa shule za English medium kuna hilo somo lina deal sana na masuala ya traditional things, yani mambo ya kitamaduni. Nini alikuwa anafeli. Kuna muda anakuja nyumbani anajiuliza, hivi mama, watu wasongea vyakula vyao ni vyakula gani? Yaani mimi nishatoka kwenye miangeko, nishatoka na habari za
watu wa Songea wanakula vitu gani. Kwa hiyo inabidi sasa nikae nianze sasa, mbona unanipa mambo yaani hii kazi ndio uifanye wewe, sasa naanza kukusaidia wewe. Yaani mimi sasa natumia akili zangu ndio ili upate, inabidi ukae umuelewe mwalimu, unaona? Au anaweza kukwambia mama, hivi Wagogo wanaongea lugha gani? Lugha yao ya asili ni nini? Yaani huo mtihani ndio uko kwa hiyo level. Maswali yake yanatungwa hivyo. Kwa alikuwa anafanya vibaya, unakuta labda anapata 54, anapata 40. Lakini nimemshangaa Mungu, hesabu amepata 87, nimeangalia pia na huu wa arts amepata 70. Kwa namshukuru sana Mungu kwa ajili ya binti yangu. Niwatie moyo watu wa Mungu, tunapowaona watoto wetu hawafanyi vizuri, tusiwe wepesi wa kuambia maneno mabaya, au kuendelea kuwatamkia maneno mabaya, au wa kutumia akili. Sisi tunaumitaga sana akili, kwani anafanya vibaya. Turudi magotini mwa Mungu. Mungu anafanya njia pale pasipokuwa na njia, na tusiwakatie tamaa. Wanahitaji maombi yetu, na sisi ndio wa kuwasimamia kama wazazi. Mungu awabariki.